Ndugu Mkristo na ndugu mtazamaji, nikukaribisha tena kwenye mfululizo wa vipindi ambavyo Mungu anatupa neema ya kuviachilia, na tukiwa kwenye somo letu la 3 kuhusu ibada, na leo tupo kwenye kichwa kinachosema mambo yanayoimarisha maisha yako ya ibada. Kumbuka tulianza kwa kusema kwamba ibada ni swala la mtu binafsi, sio swala la kundi la watu, sio swala la jumuiya fulani, ni swala la mtu, sababu ibada ni mahusiano yanayotengenezeka kati ya mtu na Mungu. Lakini ibada pia ni maisha. Tuseme ibada ni maisha binafsi ya mtu. Katika maisha yako ya kila siku unaweza ukajikuta unafanya ibada. Kama ukiishi maisha hayo unajikuta unaishi maisha fulani ya ibada. Kwa hiyo ibada sio habari ya kukutana mahali. Kutana ni kitu kingine na kufanya ibada ni kitu ambacho ni kitu kingine. Na tulisema ibada sio siku, ibada ni kitu kilichoko ndani ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mambo yanayoimarisha maisha yako ya ibada au maisha yetu ya ibada, mambo ambayo yanasaidia ibada, maisha yetu ya ibada kuimarika, kukua, kuongezeka. Ibada ya mtu inaongezeka, ibada ya mtu inakuwa, maisha ya mtu ya ibada yanaongezeka, yanakuwa, yanakomaa pia. Yaani mtu unasema huyu mtu kweli kakomaa katika maisha ya kiibada, kakomaa katika uchaji wa kiibada. Biblia inasema katika kitabu kile cha Yohana 4:23 kwamba lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Ibada ina mambo mawili au matatu na mengine, lakini kikubwa ni Roho Mtakatifu. Tulisema Roho Mtakatifu lazima awe ndiye mratibu, awe ndiye msimamizi, awe ndiye kiongozi wa ibada ndani ya maisha ya mtu, ndani ya maisha ya Ukristo. Lakini hata mahali ambapo tumekutanika tunatarajia Roho Mtakatifu awe ndiye kiongozi wa ibada. Lakini pia kuna kweli, neno la Mungu ni kweli, lazima pia ibada iwe imekaa kwenye neno la Mungu. Ibada iwe imebebwa na Roho Mtakatifu, lakini pia imebebwa na neno la Mungu. Na neno la Mungu linapoachiliwa linaenda kwa mtu kumjenga, kumuimarisha, kumtengeneza kuwa mtu wa ibada pia. Neno la Mungu kuachiliwa mahali tunapokutanika ni kutufanya tuimarike kiibada. Ili uje ibadani kwa unajua umekuja kufanya nini. Kama umekuja ile siku ya kukutanikia, kama unavyoita, kama ni siku yako ya ibada, lakini uje ujue unachokifanya. Sasa mara nyingi watu wamefanya ibada kama ni matukio fulani ambayo ndani yana emotions. Ibada sio hisia. Ibada sio ile ambayo inainyanyua hisia zako. No, ibada inakujenga katika kweli ya neno la Mungu. Ibada inakuimarisha katika kweli ya neno la Mungu. Ibada inakutunza, ibada inakujenga. Ndio maana unakuwa. Neno la Mungu lina tabia, ni chakula. Unapokila unakuwa, unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza namna gani ibada yetu iimarike. Jambo la kwanza linaloweza kusababisha maisha yako ya ibada yakaimarika ni kuwa na moyo wa shukrani. Kuwa na moyo wa shukrani, moyo wa kushukuru. Ni kweli kwamba Mungu hajawahi kulala na kusinzia kwa ajili ya maisha yako. Halali wala hasinzii. Kila siku anawaza kuhusu wewe mwanadamu. Kila siku anawaza namna gani mwanadamu unaweza kukua, kuongezeka kiroho. Kwa kila siku unapoamka ni lazima ndani mwako uwe na moyo wa shukrani. Na moyo wa shukrani unakuja pale ambapo unajua ya kwamba anayekufanya uamke ni Mungu. Anayekufanya uishi ni Mungu. Anayekufanya uwe jinsi ulivyo ni Mungu. Aliyekupa watoto ni Mungu. Aliyekupa chakula ni Mungu. Aliyekupa hiyo kazi ulio nayo ni Mungu. Anayekupa afya ni Mungu. Kwa hiyo hilo tu likikaa ndani yako linakuimarisha kiibada. Kwa kila siku utakuwa na maisha ya kumshukuru Mungu. Utakuwa na maisha ya kusema Mungu na kushukuru. Utakuwa na maisha ya unyenyekevu. Unajua kushukuru maana yake ni kuthamini kitu ambacho umefanyiwa. Kwa kama kila siku utaonesha kwamba Mungu ni wa thamani kwako kila siku, sio siku labda ya Jumamosi au Jumapili, kila siku, maana yake maisha yako ya kila siku yatakuwa ni maisha ya ibada. Kwamba kila siku utakuwa unasema Mungu, bila wewe siwezi. Mungu, bila wewe nisingekuwa hapa. Na kushukuru. Bila wewe watoto wangu wasingesoma. Bila wewe watoto wangu wasingekuwa na afya hii walio nayo. Bila wewe nisingekula, nikanywa, nikalala, nikaamka. Bila wewe. Ukithamini hicho kitu ndani katika maisha yako, maana yake ibada yako kila siku inaimarika. Soma kitabu cha Efeso 5:20.
Kitabu cha Efeso 5:20 kinatuambia kitu hapa. Waefeso 5:20, kitabu cha Efeso 5 ule mstari wa 20 unasemaje? Hali mkinyenyekeana katika kicho cha Kristo. Tuanzie pale 20 pale juu, tuanzie 19. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kushukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Mkishukuru siku zote. Nachoongelea ni habari ya kushukuru siku zote. Na kule juu anasema mkiimba. Hajasema tuimbe tukiwa tuko labda kwenye majengo, kwenye makanisa tunayojenga. Siku zote. Uko kwenye familia yako ukiimba zaburi, anasema mkisemezana, kumna ngapi pale? 19, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu siku zote. Upo kazini, watu wajue kwamba wewe Mungu anakutunza. Mahali popote ulipo, ukipata nafasi ya kuimba, imba. Watu wajue kwamba unamtukuza Mungu aliyekupa afya. Bosi wako wajue kwamba upo pale ulipo kwa sababu Mungu amekuweka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakikisha unaishi maisha ya shukrani. Lakini Wathesalonike 1:3. Wathesalonike 1:3. Wathesalonike wa kwanza 1:3 inatuambia kitu pale. Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili 1:3. Moja ule mstari wa 3. Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu. Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana na upendo wa kila mtu kwenu kwa mwenzake umekuwa mwingi. Paulo anasema imetupasa kumshukuru Mungu siku zote. Yeye anaongelea habari ya kwamba imani ya Wakristo inakuwa na upendo wa Kristo unakuwa kwa watu. Manake wewe sasa inakubidi umshukuru Mungu kila siku, kwa sababu kila siku anakutendea mambo ambayo wanadamu asingeweza kuyafanya. Nataka nikuambie, hata mahali ulipokunywa maji yakaenda mwilini hujapaliwa, mshukuru Mungu. Kuna watu walikunywa maji hiyo ikamletea shida, akalazwa hospitalini. Kuna watu walikula karanga zikapitia kwenye mlango wa hewa wakapoteza maisha. Wewe umetafuna karanga maisha yako yote na unafurahia. Shukuru Mungu kwa hilo. Kwa ukiwa na tabia ya kumshukuru Mungu, ibada yako kila siku unakuwa ni mtu na unakomaa kiibada. Manake kila siku una unyenyekevu mbele za Mungu, kila siku unamheshimu Mungu kwamba ni yeye amekufanya uwe hivyo ulivyo. Lakini ukienda pia Wathesalonike wa pili 2:13. 2 ule mstari wa 13 pale anakuambia habari ya kushukuru. Mstari wa 13 anasema hivi: lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho na kuiamini kweli, kuliamini neno. Unapata nafasi ya kumshukuru Mungu. Hiki kitu kikiwa kwenye maisha yako ya kila siku kinakuongeza katika maisha ya ibada, kinaimarisha ibada yako kila siku. Hauwi mtu wa kawaida. Mtu mwenye tabia ya kushukuru sio mtu wa kawaida. Mtu mwenye tabia ya kusema asante sio mtu wa kawaida. Mtu mwenye tabia ya kuthamini alichopewa hata na ndugu yake wa karibu ni mtu wa kipekee. Unaweza ukampa mtu kitu akaondoka asijali na wala asishukuru na wala asionyeshe kwamba umemsaidia, lakini ukiwa na tabia ya kumshukuru Mungu unakuwa mtu wa kipekee kabisa. Lakini jambo lingine ambalo linaimarisha ibada, wapendwa, kubwa sana ni utoaji wa sadaka. Ni jambo moja kubwa sana 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 sana, utoaji wa sadaka. Hebu naomba kabla tujaendelea tusome Isaya 58. Isaya 58. Katika vitu vinavyosaidia wewe kukua kiibada ni utoaji wa sadaka. Sasa naomba nizungumze vizuri hapa kwenye eneo la utoaji wa sadaka. Sadaka si swala la kutoa tu labda kanisani, na sijasema usipeleke sadaka kanisani, hapana. Lakini utoaji wa sadaka una upana wake mkubwa sana. Mimi nasema asiyewajali ndugu wa nyumbani ni mbaya kuliko asiyeamini. Yaani kama huna upendo wa kuwajali wa nyumbani, wewe na mpagani, wewe umemzidi mpagani. Yaani umemzidi mpagani. Yaani hata kama unaenda kanisani kila siku, Biblia ni neno la Mungu na ni kweli. Nasema kama huwajali wa nyumbani ni mbaya kuliko asiyeamini.
Kwa hiyo unaenda kanisani kila siku, unafikiri unafanya ibada kila siku, lakini huwajali wa nyumbani. Yeye anasema wewe ni mpagani, ni zaidi ya mtu ambaye hata si Mkristo. Kwa sababu tuone Isaya 58:6, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje ya nyumbani mwako? Umeonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara. Hii ni habari ya utoaji. Hii ni habari ya utoaji. Anaongelea habari ya maskini, watu ambao hawana mavazi kuwavisha na kuwalinda na kuwatetea. Hii ni sadaka. Anasema ukifanya hivyo, nuru yako itapambazuka. Yaani utapambazuka, kama kulikuwa na giza litatoweka, na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Aongelea habari ya utoaji wa sadaka. Watu wengine wanafikiri kutoa sadaka ni mahali fulani tu, na wengine wameweka mpaka kwamba ni lazima apeleke. Ni kweli katoe sadaka madhabahuni, ni sahihi kabisa, lakini kuwa makini kwamba watu wanaokuzunguka ni kwa namna gani umewahudumia kabisa. Watu wanao ni kwa namna gani, otherwise Roho Mtakatifu amekuambia vinginevyo, lakini watu wanaokuzunguka umewahudumia kwa namna gani? Sasa wapendwa, sadaka zina mambo mengi. Sadaka zina mambo mengi. Kwanza, sadaka zina sifa. Kuna sifa za sadaka. Utoaji wa sadaka katika maisha yako ya kila siku imarisha moyo wa ibada. Utoaji wa sadaka unaimarisha moyo wako wa ibada ya ndani ya kwako wewe, yani ndani ya kanisa, wewe kama kanisa. Utoaji wa sadaka unaimarisha moyo wako wa ndani wa ibada. Utoaji unaimarisha mahusiano, unatafsiri nani Mungu ni nani kwako, wewe unavyompenda. Sadaka inatafsiri, inaadhimisha utoaji wa Mungu alivyomtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya maisha yako. Unapotoa sadaka unaadhimisha upendo wa Mungu, kwa sababu utoaji ulianzia mbinguni. Mungu akamtoa mwana wake wa pekee anayependezwa naye, akaacha enzi na mamlaka kwa ajili ya kwako, akatengeneza mazingira ya wewe kuitwa Mkristo. Kwa hiyo unaweza ukaona asili ya utoaji ilivyokuwa na thamani. Mungu mwenyewe akatoa, lakini matokeo yake ikakupa nafasi ya kuitwa Mkristo, unayejiita Mkristo sasa. Asili ya Ukristo ulio nao ni habari ya utoaji. Sasa lazima sadaka ziwe na sifa. Sifa mojawapo ya sadaka kwa uchache ni lazima sadaka iwe na thamani. Kwanza kwako. Ndio nasema Mungu alimtoa mwana wake wa pekee. Na mahali pengine anasema huyu ni mwanangu mpendwa nipendezwaye naye, msikilizeni yeye. Huyu mwana kwamba Mungu mwenyewe kwanza amempenda, amependezwa naye kwanza, alafu akamtoa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Kwa hiyo sifa moja hapo ya sadaka ni lazima iwe na thamani. Wewe mwenyewe uipende. Yaani upeleke madhabahuni kitu ambacho wewe mwenyewe unakipenda, au umpe mtu kitu ambacho hata wewe unakipenda. Umpe mhitaji kitu ambacho hata wewe unakipenda. Uwape yatima kitu ambacho hata wewe unakipenda. Umsaidie mjane kitu ambacho hata wewe unakipenda. Umpe mtu mwenye shida, umvishe mtu nguo aliye uchi, nguo ambayo hata wewe unaipenda. Na mara nyingi hapa tumejichanganya, tukajikuta tunapoambiwa habari ya kwenda kutoa sadaka kuwasaidia watu, tukachukua vile ambavyo sisi tumevichoka, vile ambavyo havina thamani kwetu, vile ambavyo hata sisi hatuvipendi, vile ambavyo tulishavitupa tukaviweka pembeni muda mrefu. No, sadaka uipende kwanza wewe. Hata mimi hiki ninachompa ndugu nakipenda. Hiyo ni thamani mojawapo ya sadaka. Lakini lazima sadaka iwe kamili. Hii ni sifa ya sadaka. Sadaka iwe kamili. Ukiangalia kwenye habari ya tithing, kutoa fungu la 10, Malaki 3:10, anasema leteni zaka kamili ghalani wa Bwana. Kwa sifa ya sadaka ni lazima iwe kamili. Yaani
unapopeleka fungu la 10 kanisani, kama unajua kabisa halijakamilika, usiliite fungu la 10. Na makanisa mengine au taratibu za ibada nyingine, kwenye siku za kukutana kuna bahasha na nini kwa ajili ya sadaka hizo. Sasa usichukue bahasha ya fungu la 10 alafu ndani umeweka sadaka ambayo sio kamili, umeweka fungu la 10 sio kamili. Ile inakuwa sasa ina jina lingine, sio sadaka, sio fungu la 10 tena. Pale hujafanya tithing, umefanya kitu kingine. Sifa ya fungu la 10 ni lazima liwe kamili. Kwa ukishaamua kutoa fungu la 10, hakikisha ni kamili. Hii ndio sifa ya sadaka ya fungu la 10, lazima iwe kamili. Kamili tunapata wapi? Malaki 3:10. Lakini ni lazima sadaka itoke kwenye moyo uliopenda kutoa. Moyo wako upende. Unaweza umetoa sana, lakini kama ukutoa kwa kiwango cha moyo kupenda, ile sadaka haitafsiri ibada. Tumesema mwanzo kwamba ibada lazima iwe na matokeo. Hakuna ibada inayopita bubu. Roho, ibada inakuwa na matokeo. Roho Mtakatifu anazungumza, lakini inaleta matunda. Biblia inasema mkitoa zaka kamili, madirisha ya mbinguni yatafunguka. Hayo ni matokeo. Lakini unapotoa sadaka ya kupenda, Mungu mwenyewe anaipokea. Hebu tuone Kutoka 35:3. Kutoka 35:3. Sadaka lazima ikawe iwe unapenda. Kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli akawaambia, neno hili ndilo aliloniamuru Bwana akisema, akatwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana, mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda, yalete matoleo dhahabu na fedha na shaba, ayalete matoleo, alete sadaka mwenye moyo wa kupenda. Hizi ni sifa za sadaka zinazoweza kutengeneza ibada na kuimarisha maisha yako ya ibada. Tunaongelea habari ya kuimarisha maisha yako ya ibada. Jambo la kwanza, lazima katika maisha yako ya kila siku uwe ni mtu ambaye ni mtoaji wa sadaka. Jambo kubwa, uwe ni mtu ambaye ni mtoaji wa sadaka. Lakini hapa mwanzo tumesema ni lazima uwe ni mtu ambaye unampenda Mungu, uwe na maisha ya utoaji wa sadaka. Na sadaka ziwe na sifa hizi ambazo tunazungumza hapa. Sadaka iwe kamili, lakini iwe imetoka kwenye moyo wa kupenda. Sadaka iliyotoka kwenye moyo wa kupenda inaimarisha maisha yako ya ibada. Lakini sadaka pia lazima iletwe kwa kadri ulivyobarikiwa. Kadri ulivyobarikiwa. Usijilinganishe na mtu unapofika kwenye kiwango cha utoaji. Watu wengi tumejikuta tukiongea habari za wengine wanavyotoa wengine. No, toa kwa kadri ulivyobarikiwa. Na kwa sababu unavyomwona mtu mwenye vingi, Biblia inasema atadaiwa vingi. Mwenye vichache atadaiwa vichache. Kwa hiyo umepewa vingi, lazima fungu lako la 10 litakuwa kubwa. Uliyepewa kidogo, fungu lako la 10 litakuwa kidogo. Kwa hiyo toa kwa kadri. Tunapata wapi mambo haya? Ni kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 16:17. Kumbukumbu la Torati 16:17. Nasema 16:17 pale inasema kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadri ya baraka Bwana Mungu wako alivyokupa. Ukitoa kwa kadri, hujilinganishi na mtu, hupambani na mtu, unatoa kwa kadri, unaimarisha maisha yako ya ibada, unaimarisha mahusiano yako na Mungu, unaimarisha fellowship yako na Mungu. Ukitoa kwa kadri, usishindane na mtu kwenye eneo la sadaka. Unataka kujiimarisha kuwa mtu wa ibada vizuri, toa kwa kadri Mungu alivyokubariki. Kwa kila Mungu anavyokuongezea, unavyoongezeka katika kubarikiwa, na automatic maongezeko yako ya utoaji nayo yanaongezeka, kwa sababu unatoa kwa kadri. Hizi ni sifa za sadaka ambazo zinaweza kuimarisha maisha yako ya ibada. Kwanza, iwe kamili, itoke kwenye moyo wa kupenda. Lakini sadaka hiyo iwe na thamani kwanza hata kwako, lakini itoe kwa kadri ulivyobarikiwa. Lakini lingine, kuna habari ya miili. Miili yetu ni sadaka. Sadaka hii inaitwa dhabihu. Sadaka hii inaitwa dhabihu. Sadaka inaitwa dhabihu ya kuitoa miili yetu. Hii sadaka inaitwa dhabihu. Sasa kuna sifa ya huu mwili ambao unatakiwa uwe sadaka. Umeamua okay, labda natoa sadaka kwa namna ya jinsi Mungu alivyonibariki, lakini na mwili wangu pia ni sadaka mbele za Mungu. Sasa huu mwili una sifa kwamba ili huu mwili uwe na wenyewe uwe sadaka, uwe na sifa ipi? Tuone ile Warumi 12:1.
Warumi 12:1 kuna sifa pale ya miili ambayo inatakiwa iwe sadaka. Nasema hivi, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Sacrifice, itoe mwili wako kwa namna yoyote ile, ufanye kazi ya Mungu kwa kutokwa jasho, kwa jinsi iwezekanavyo. Mwili wako umtukuze Mungu. Kuna watu wenye karama za uimbaji, kuna watu wenye karama mbalimbali, kuna watu Mungu amewapa neema kubwa, wamebarikiwa vitu vingi ambavyo kwa namna ya mwili vinaweza vikasababisha kazi ya Mungu ikaenda. Toa. Lakini sasa viweje? Lazima iwe hai. Mwili wako ili utumike madhabahuni lazima uwe hai. Mungu wetu si Mungu wa wafu. Mungu wetu ni Mungu wa watu walio hai. Hiyo Biblia inavyosema. Kwa lazima mwili wako uwe hai. Biblia inasema hivi, nafsi inayotenda dhambi ndiyo inayokufa. Sasa ili mwili wako uwe hai lazima ujitenge na dhambi. Ili unapoleta ule mwili madhabahuni kama dhabihu, inakuwa ni dhabihu hai. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye unatumika, wewe ambaye unanisikiliza unatumika, lazima ujitenge na dhambi. Ili dhabihu yako ya mwili, ile mwili wako ambao umeamua uwe sadaka, hii ni sadaka hai tena ya kumpendeza Mungu mbele za Mungu. Ukiwa madhabahuni mwili wako umpendeze Mungu. Ukiwa madhabahuni unapoimba umpendeze Mungu kwa sababu uko hai. Lakini wewe sema kwa sababu mimi ni mtakatifu nanyi mtakuwa watakatifu. Lazima ujiseti katika maisha ya utakatifu. Manake ujiweke wakfu, ujitenge. Mtakatifu ni mtu aliyetengwa. Wewe mwili wako utenge. Yaani haiwezekani mwili huo unaohubiri, mwili huo unafanya mengine, mwili huo unafanya mwingine, mwili huo mdomo huo unaoimba, huo una matusi, huo unavuta sigara, huo unakunywa pombe, huo mwili mdomo huo unayofanya mambo, mkono huo unaopiga gitaa, huo unafanya unaiba. No. Lazima ujitenge. Kuwa mtakatifu manake uamue, nimeamua mwili wangu uwe dhabihu. Ujitenge na uovu, ujitenge na uasi, ujitenge na dhambi. Ni kweli unahitaji Mungu akusaidie. Maana yake kama ni mtu wa ibada, automatic utaishi maisha ya maombi, maisha ya kusoma neno, maisha ya mwili, na hayo maisha yatasaidia mwili wako kutengwa. Kwa lazima mwili wako utengwe, lakini lazima umpendeze Mungu pia. Huo mwili wako umpendeze Mungu. Mwili wako umpendeze Mungu. Yaani mtu akiona, akikuangalia aseme huyu mtu anayeonekana kwa nje huyu ni mtumishi wa Mungu. Mwili wako umpendeze Mungu. Wakati tunaweza tukadharau hata masuala ya muonekano, unajua uvaaji, wakati kuna msemo unasema dressing kuna kuwa dress. Yaani unavyo dress unajiaddress. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa muonekano wa kwako wa mavazi unakuwa dress. Unavyo dress unajiaddress. Kwa tunatarajia hata muonekano wa mtumishi wa Mungu umuaddress kwamba ni mtumishi wa Mungu. Ni mambo mengi. Huwezi ukajikuta unatumika madhabahuni umevaa nguo ambazo hazionyeshi ni mtumishi wa Mungu. Kama bosi wako ukienda kwenye ofisi yako una dressing code za ofisi, kwa nini kusiwe na dressing code za madhabahuni? Kwa nini kusiwe na dressing? Kwa nini kusiwe na unyoaji wa nywele wa madhabahuni? Kwa nini kusiwe na usukaji wa madhabahuni? Kwa nini kusiwe na muonekano wa nje wa mwili wa kwako wa madhabahuni? Kama ofisini kwako unavaa kiofisi, unamheshimu bosi wako, unavaa mavazi anayotaka uvae. Kwa nini usiwe na dressing code za madhabahuni zinazoonyesha kwamba huyu mtu ni mtumishi wa madhabahuni, anafanya kazi kwenye taasisi ya kiroho? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi ni vitu ambavyo vinakufanya uimarike kiibada. Nataka nikuhakikishie, uvaaji wako tu unaweza mtu akisema huyu mtu ni mtu wa ibada. Jinsi tu unavyoonekana kwa nje, mtu anasema huyu ni mtu wa ibada. Na hivyo hivyo unaweza ukajikuta ukavaa mtu usema huyu ni mvutaji bangi. Kwenye kitabu cha Methali kuna mahali Biblia imesema alivaa mavazi ya ukahaba. Kwa kuna mavazi yanakutambulisha huyu ni kahaba. Kuna mavazi yanakutambulisha huyu ni mtumishi. Huyu ni mchungaji. Huyu ni mwinjilisti. Huyu ni mwimbaji. Huyu ni mtu fulani katika ndani ya kanisa. Mavazi na maeneo mengi mavazi yamejaribu kutofautisha watu. Wengine wachungaji wamevaa kanzu, wengine wametafutiwa beji. Yaani ili tu kuonyesha kwamba kuna vazi ndalo muaddress. Kwa hakikisha dressing yako kama mtumishi wa Mungu inakuwa dress. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lingine, ili uweze kukubali, ili uimarike ibada, ukijiita Mkristo,
Kama ambavyo Kristo alijitoa kwa ajili yako, ni lazima utoaji wa sadaka uwe ni sehemu ya Ukristo wako. Na nimesema kule mwanzo, sadaka hakikisha inatoka kwa viwango ambavyo, yaani unaangalia watu waliokuzunguka na madhabahu sawa, lakini hebu angalia watu waliokuzunguka. Wewe unasema nalikuja uchi mkanivisha, nilikuwa sina chakula mkanipa chakula. Anaongelea watu ambao walikuja wanaweza wakaja kwako na ukawahudumia, kufikiri unawahudumia, kumbe unamhudumia Mungu. Na amkopeshaye maskini anamkopesha Mungu, amkaribishaye maskini na amhudumie maskini anamkopesha Mungu. Kwa hakikisha unaangalia watu wanaokuzunguka pia ni sehemu kubwa ya utoaji, nao wale ukiwajali ni sehemu pia ya utoaji ambao unatengeneza maisha yako ya ibada kila siku. Kwa hiyo hakikisha unatoa sio kwa kulazimishwa, kusudi, utoe kwa kusudi ndani ya moyo wako, ndani ya moyo udhamirie kutoa. Wakorintho wa pili 9:7 tunapoendelea kumaliza pale, Wakorintho wa pili 9:7, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Si kwa lazima. Ukiona umelazimishwa kutoa na kweli ukatoa, utakuwa umetoa, lakini kibibilia kuna mahali ume mistake. Moyo wa kupenda sio kwa kulazimishwa. Na ukiona pia umelazimishwa, ujue kwamba kuna shida pia katika tafsiri yako ya maisha ya Ukristo unayoishi kila siku. Ukiona umetoa kwa kulazimishwa, kuna changamoto kwenye tafsiri ya maisha yako ya Ukristo. Tunarajia Mkristo atoe kwa kulazimishwa. Tunarajia atoe kutoka kwenye moyo wake wa ndani, moyo wake wa ndani, akipenda kutoa, akijua hata maisha yake ya Ukristo aliyo nayo misingi yake ni utoaji. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimalize kwa kusema mambo haya machache, kwamba sadaka lazima ibebe kusudi, ibebe kusudi. Kwa nini unatoa sadaka? Unataka nini mbele? Kwa sababu sadaka huwa zina purpose. Mungu alivyomtoa mwana wake wa pekee alidhamiria kuokoa ulimwengu. Ibrahimu alivyotoa sadaka zile, kuna kitu Mungu alikuwa anakitaka kwa Ibrahimu. Alikuwa anataka Ibrahimu anampenda. Kwa sadaka yako lazima iwe na kusudi, kwa sababu imetoka ndani ya moyo wako, mwenyewe umependa, mwenyewe unaipenda, na umeona uipeleke kwa ajili ya mtu, ili sadaka kwa ajili ya muhitaji au madhabahuni, ni lazima ibebe kusudi. Unataka Mungu afanye nini? Wako watu walitoa sadaka hata wakairishiwa kufa. Watu walitoa sadaka, waliwajali watu kina Dorcas. Walipokufa watu waliandamana na akafufuliwa. Umeona thamani ya kujali na thamani ya utoaji. Sasa umeweza kuona kiwango cha ibada cha Dorcas, kiwango cha ibada cha Hezekia kilivyokuwa, kikaleta mpaka kubadilishwa siku za kufa. Manake unapotoa kwa kusudi kutoka ndani ya moyo, Mungu anasikia na anakutengenezea mahusiano. Sauishi tena kwa sababu unaishi kwa kusudi la Mungu, unaishi kwa ratiba za kimungu. Mtoaji anaishi kwa ratiba za kimungu. Mtoaji anayejali anaishi kwa ratiba za kimungu. Kwa hiyo mambo haya yatakusaidia kuimarisha ibada yako ya kila siku. Lakini zaidi niseme hivi, hakikisha unakuwa muombaji. Unataka uimarike kiibada, usisahau kuomba. Usisahau kuomba. Wewe sema dumuni katika kuomba. Usisahau kutenga muda wa kuomba. Inawezekana unaona mambo yako yanaenda. No, hakikisha unaweka maisha yako ya kila siku kwenye maombi. Na maombi mara nyingi yanakuwa ni akiba. Kwa wakati unajikuta unatamani uombe lakini huwezi kuomba. Ukiwa mtu wa maombi kila siku, unatengeneza akiba. Hata siku umechoka, Mungu anainua watu kwa ajili yako. Lakini katika kuomba huko, hakikisha unaombea na wengine. Punguza kuwalaumu, ongeza kuwaombea. Punguza kunung'unika, ongeza maombi. Hivi vitu vinaimarisha maisha yako ya ibada. Punguza kulalamika, ongeza kuomba. Jambo likija kwako halijakaa sawa, kabla hujanung'unika, nenda mbele za Mungu kuomba. Usimnung'unikie mtumishi, usimnung'unikie mtu, omba. Omba. Hiyo solution ipekee. Kwanza unapoomba mwenyewe unajijenga, lakini pia unaonyesha kwamba unajua nini maana ya Ukristo. Kwa vitu hivi vitakusaidia. Soma neno la Mungu. Wewe sema neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwetu. Kwa unapokuwa mtu msomaji wa neno la Mungu, unaimarisha kiibada, unajikuza kiibada,
unakuwa na kitu cha kusema kilichopo ndani yako. Na sizungumzii kukemisha mistari ya Biblia kwenye kichwa, no, nazungumzia neno ambalo ni kweli linalokaa ndani ya moyo na kukutengeneza. Tunaposema neno la Mungu likae ndani yako, maana yake likutengeneze. Kama ulikuwa una tabia ya kutokusamehe, usamehe. Kama ulikuwa na tabia ya kutokutoa zaka kamili, unaposema natoa zaka kamili, utoe zaka kamili. Hilo ndilo neno la Mungu lililokaa ndani. Kama ni mtu ulikuwa na kiburi, ujue Mungu humpinga mwenye kiburi. Kwa hiyo uwe mnyenyekevu. Kama si hukuwa muombaji, usikie neno nilikwambia kwamba dumuni katika kuomba, msichoke. Kwa hiyo uwe muombaji. Na unaomba nini? Uombe na wengine. Bwana sasa, Yesu alimwambia Petro, na kuombea imani yako isitindike. Na utakapoimarika, uombe na ndugu zako, usiwasahau ndugu zako. Ombea na wengine. Mambo haya unapokumbuka wengine inaimarisha ibada. Mchungaji unayemtegemea jukumu lake pale ni kukuombea. Sasa umeshawahi kufikiri na wewe umekuwa unamuombea? Hujakaa tu subiri ya kuombea, na wewe unamuombea. Saa ngapi utapata muda wa kumlaumu? Saa ngapi utapata muda wa kulalamika juu yake? Mara nyingi utakuwa unamuuliza Mungu, kwa nini hiki kimetokea? Unaingia kwenye maombi ukisubiri kusudi la Mungu. Kwa somo hili ni maombi yangu kwamba uelewe kwamba mtumishi wa Mungu, Mkristo, ibada, maisha yako ya ibada ni lazima yakue. Yatakuwaje? Sikiliza vizuri neno la Mungu ambalo Roho Mtakatifu amelipitisha hapa, litakusaidia kukua kiibada. Bwana Yesu asifiwe. Niendelee kukaribisha kushare na kusubscribe ili neno hili liende kutengeneza Wakristo. Neno likutengeneze uwe Mkristo, usiwe tegemezi. Uwe Mkristo uliyesimama kama wewe, ambaye mbingu zinakuangalia wewe. Mbingu zinakuangalia wewe, mama kwenye ndoa, wewe baba kwenye ndoa, wewe kijana mahali ulipo. Mbingu haziangalii kundi, linakuangalia wewe. Mungu anamtafuta mtu mmoja tu aliyesimama aweze kulijenga boma. Wewe mmoja unayenisikiliza, Mungu anakuangalia. Ukijiimarisha kiibada, utawabeba ndugu zako, utabeba rafiki zako, utabeba familia, utalibeba na jamii, utaibeba Tanzania kwenye maombi. Tukipata Wakristo waliosimama kama wao, mmoja kila mtu kwa nafasi yake, taifa la Tanzania linaimarika, taifa la Tanzania linatoka na kwenda mbali kiroho na kimwili pia. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Kwenye screen yako pale kuna namba za simu, lakini kuna account namba. Mungu akikubariki na ukiona ni vyema, unaweza kuchangia hii huduma ili iendelee kusonga mbele. Na Mungu aendelee kuhubiriwa siku zote katika jina la Yesu. Amen. Nikutakia wakati mzuri na Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa rehema, na kushukuru kwa sababu umetulinda na kutupa nafasi tena kusikiliza somo habari ya mambo yanayoimarisha maisha yetu ya ibada. Tupe neema ya kusikiliza na kutenda, tusiwe wasikilizaji tu. Wewe ni Mungu, utukufu na heshima ni vya kwako sasa na hata milele. Nami mtumishi wako ambaye umenitumia na kushukuru, na napungua, wewe Bwana ukaongezeke. Nitumie tu kama chombo chako, Mungu, na heshima zote na mamlaka ni vya kwako sasa na hata milele. Amen. Karibu kwa kipindi kinachofuata. Mungu akutunze.